Bana, kupitia ukurasa wa kwake Harmonize kwa mara nyingine tena inaonekana kabisa kwamba kuna kitu kipi ambacho kinakuja, na kama unavyojua Harmonize mara nyingi amekuwa akifanya communication pamoja na watu wengi au mashabiki zake kupitia ukurasa wake wa Instagram, kama ishara kwamba yale yanayoendelea basi huwa anayaposti katika ukurasa wake wa Instagram. Na katika siku hii ya leo kwa mara nyingine tena ameweza kuposti moja kati ya producer mkali sana akiwa katika studio za Konde Gang pale. Nafikiri basi walikuwa wanapika kitu kipya, na Harmonize mara nyingi anapokutana basi na producer mpya mara nyingi ni mwishoni, lakini pia hata pale mwanzoni huaga na post. Sasa huyu wanamuita Kuki. Huyu ni moja kati ya maproducer ambao wamefanya kazi kubwa sana katika tasnia hii ya Bongo Flava. Wameshafanya kazi na mastaa tofauti, shafanya kazi na Rich Mavoko, na kwa mara nyingine tena leo basi ameweza kufika katika studio za Konde Gang, ikiwa na maana kwamba yawezekana kwamba kuna kitu kipi ambacho amekifanya pamoja na msanii huyu ambaye ni Harmonize. Mara nyingi anapenda kufanya kazi hizi kwa lengo tu la kuhakikisha kwamba anapata ladha mpya kutoka kwa maproducer mbalimbali ambao katika studio zao. Mfano kama Kuki ni moja kati ya producer ambaye yupo katika studio zake, lakini pia mwaka huu 2025 Januari 12 aliweza kuposti kwamba alikuwa nominated katika tuzo za Africa Arts Entertainment Awards, ambazo basi katika mwaka huu 2025 ni kama vile hatua nyingine tena yeye kama producer akiwa anafanya mambo makubwa sana katika tasnia hii ya muziki hapa nchini Tanzania. Kuna kazi nyingi sana ambazo producer huyu ameshakuzifanya, lakini pia ni pamoja na kwamba ashafanya kazi pamoja na Ibra, lakini pia ngoma ambayo inaitwa Mtaa, ni pamoja na kwamba yeye ni moja kati ya producer ambaye amehusika katika hilo kuhakikisha kwamba mambo yote au kuhakikisha kwamba kuna vitu vyote ambavyo basi alikuwa vinamhitaji katika ngoma hizo, basi na yeye pia anazipigia kifua. Kwa credit zilizokuwa zinatoka, alitoka credit kwa ajili ya Troni, Speso, lakini pia Daxo Charlie, Meki, pia Kuki ni moja kati ya mtu ambaye alihusika katika ya piano ya mwaka 2024 sorry, mwishoni kabisa. Lakini pia ameshajihusisha pia na kazi za The Good Son album, ameshajihusisha, na ikiwa kama ishara hiyo basi ni moja kati ya mtu ambaye ana nguvu kubwa sana. Kuanzia nyimbo namba 2 ambayo ni My Daughter, namba 3 nyimbo ambayo ilikuwa Soba, namba 4 namba 6 sorry, namba 6 pia alikuwa anahusika ambayo ilikuwa inaitwa Happiness featuring Kenny Soul, namba 7 ambayo basi inaitwa Salio, namba 13 ambayo basi ngoma hii ilikuwa inaitwa Hai ambayo uko ndani yuko Joshua Baraka, lakini pia namba 15 ambako ni ile ya kwake na Stan mwaka 2025, ambayo ngoma hiyo ni moja kati ya ngoma ambayo imeshafanya vizuri sana katika mitaa mbalimbali. Tukianzia na nyimbo ya Salio, ukiangalia nyimbo ya Salio ni moja kati ya ngoma ambayo ni kali sana. My Daughter, I Love You My Daughter ni moja kati ya ngoma ambayo siku za karibuni tu kidogo tena hapa ilikuwa inasikika sana katika radio za watu. Namba 6 ambayo basi nyimbo hii inaitwa Happiness featuring Kenny Soul, namba 7 pia ambayo basi ngoma hii inaitwa Salio ni moja kati ya ngoma nashukuru nimejua kisa Salio, moja kati ya ngoma ambayo imesikika sana katika masikio ya Watanzania wengi. Kwa hiyo ni moja kati ya maproducer wakali sana, naweza nikasema hivyo. Pamoja na hayo yote nikupe tu, nimejaribu kukupa zile listi ambazo zimetoka, lakini pia najaribu tena kukuambia kwamba kama unakumbuka Disemba 5, 2024 Harmonize alishaye kuonekana akiwa Zanzibar, akiwa na moja kati ya miamba kutoka katika nchi ya South Africa, na wote kwa pamoja basi walikuwa pamoja na Harmonize, ikiwa na ishara kwamba Harmonize anamtrust na anahakikisha kwamba kijana huyu ni moja kati ya wale vijana ambao watafikia malengo yao. Lengo lilikuwa ni kutafuta pesa, wote kwa pamoja wako kule kwa ajili ya kutafuta pesa. Ashafanya kazi nyingi pamoja na Ibra, ashafanya kazi nyingi sana kuhakikisha kwamba yeye mwenyewe binafsi anatimiza lile ambalo ni hitaji la moyo wake. Vipaji vipo, ila sasa changamoto inakuwa kupewa muendelezo, naweza nikasema hivyo, au kupewa support kitu acha namna hiyo. Lakini pia kama unaikumbuka ngoma inaitwa Away, ni moja kati ya ngoma ambayo ilikuwa mixed pamoja na Kuki, ambaye ni moja kati ya mtu ambaye alihakikisha kwamba ngoma hiyo mlio wake unasikika vizuri, hakuna chenga, sauti zinatoka vizuri mpaka kwa hivi sasa. Kama unavyoona Harmonize bado anazidi kushirikiana naye. Sasa ngoja tuone nini ambacho kitafuata baada ya mambo yote haya, kwa sababu nimejaribu kuambia kwamba kuna kazi nyingi ambazo ameshafanya na Mario,
na kazi zote hizi hapa zinasababishwa na ukuaji wake mzuri na talent ambayo anayo. Anaumiza kichwa sana na anahakikisha kwamba kichwa hicho basi anachokiumiza basi kinampa majibu ambayo ni chanya. Bana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na lazima kwa muda huu, ila tutusubirie kwamba yawezekana msanii huyu ambaye tumekuwa tukimuona mara kwa mara akiwa anajaribu kuwasiliana na watu mara kwa mara katika mtandao wake wa Instagram, yani akiwa anajaribu kuongea nao kupitia yale ambayo amekuwa akijihusisha nayo, yani nikiona maana kwamba ni muziki, basi katika siku ya leo ameweza kuposti ameweza kumposti producer huyu. Inawezekana kwamba yupo katika mikono salama kwa hivi sasa ya pale Konde Gang, na hii ni ishara nzuri zaidi ambayo mashabiki wengi wanapenda kuiona kwamba msanii anaachia vyuma siku hadi siku, na hii ni moja kati ya jitihada ambazo kwenye game ndio zinazohitajika. Msanii kuwa busy na kazi, kuhakikisha kwamba una rekodi mara kwa mara, unaandika sana, una promote ngoma zako, matokeo lazima uyaone, show lazima uzione. Ni utaratibu ambao watu wengi wamejiwekea, lakini ni moja kati ya watu ambao mimi ninaamini kwamba wanawasiliana na mashabiki zao kupitia Instagram ni Harmonize. Na ukijaribu kuangalia hata mitandao mingine hajihusishi nayo sana, mfano kama mtandao wa WhatsApp, sijui WhatsApp, lakini TikTok, Snapchat, sio mmoja kati ya mtu ambaye anatumia mitandao hiyo sana. Lakini katika mtandao wa Instagram ndio mtandao ambao kwanza kabisa una followers wengi, pili ndio mtandao ambao anaupenda inavyoonekana, kwa sababu anaandika sana vitu vingi katika mtandao wake, hata changamoto zinavomkuta huwa anaandika sana. Ukijaribu kuangalia hata kipindi ambacho hapo kuna sakata zima la kwake yeye pamoja na Ibra, ni mmoja kati ya mtu ambaye alihakikisha kwamba vitu vyote ambavyo alikuwa anataka kuviandika kuhusu Ibra hakuenda kuviandika katika mtandao wa Snapchat. Aliwasiliana na mashabiki zake kuambia ukweli kupitia mtandao wa Instagram. Lakini pia hata ugomvi wake pamoja na Diamond Platnumz, ugomvi wake haukwenda katika mitandao mingine, ulikuwepo katika mtandao wa Instagram. Kwa kifupi ndio mtandao ambao anaupenda na ndio mtandao ambao anahakikisha kwamba mashabiki zake wanapata taarifa zao kindaki. Na wengi wameshamzoea katika mtandao huo. Endapo kama ataama kwenda katika mitandao mingine kama TikTok, basi itamfanya mashabiki hao ambao amekuwa nao kuanzia huko kipindi cha nyuma mpaka sasa hivi, basi inawezekana kwamba akapunguza au akawapunguza, au inawezekana kwamba akawakosa kwa mara nyingine tena. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Dondosha comment yako hapo chini kuhusiana na hichi ambacho Harmonize amekifanya kwa mara hii nyingine ya siku hii ya leo, kwamba kumuita producer katika studio za Konde Gang, na inawezekana kwamba kuna chuma ambacho kinakuja kwa mara nyingine tena. Bye bye for now.